Wanaume, ngoja nikwambie kitu. Isije ikatokea wewe na mkeo mmegombana, akakutamkia maneno mazito mazito, yale maneno makali. Pengine hayo maneno yakakufanya ufikirie sana, pengine hayo maneno yakakuumiza, pengine hayo maneno yakakuliza kabisa. Yaani kuna wanaume mnalia kabisa, yaani neno la mkeo linakuwa kubwa mpaka unatoa machozi. Halafu inapofikia wakati mmepatana, anakwambia mume wangu, mimi nisamehe, nilikuwa naongea vile kwa sababu ya hasira. Usije ukaamini kabisa. Pengine mkigombana na mkeo mara kwa mara, anakwambia mimi sikupendi, anakwambia kwanza tuachane, anakwambia tutagawana kila kitu hapa ndani, anakusimangia utu wako wa ndani na mambo mengine makubwa makubwa. Na ikiwa sio swala ambalo nilatokea mara moja, yani ni maneno ambayo yanajirudia rudia kila mnapogombana. Pengine kila mnapogombana lazima kusimangia utu wako wa ndani, pengine kila mnapogombana lazima kutishie kuachana. Yani vitu kama hivyo kama vinajirudia mara kwa mara, haimaanishi kwamba yeye huwa anazungumza kwa hasira. Hapana. Kinachotokea hapo ni kwamba yeye huwa ni mtu ambaye anazungumza ukweli wake wa ndani. Ni vile tu wewe hutaki kuconcentrate kumuelewa. Nataka nikupe siri moja. Wanawake sisi ni watu ambao huwa tunaficha siri nyingi sana ndani yetu. Yaani mimi naweza nikakuficha kitu na usijue kabisa. Lakini inapotokea mimi nimekasirika, ni mtu ambaye huwa nashindwa kuficha ukweli wangu ambao sikutaka pengine ujue, ambao uko ndani yangu. Yaani sisi ndio tuko hivyo. Pengine naweza nikawa naishi na wewe lakini natamani kuachana na wewe muda wowote. Pengine naishi na wewe labda ndio kama hivyo. Kwa wanawake wengine walikuwa na mambo mengi, pengine anaona utu wako wa ndani nini na nini. Hivyo kwa namna ambavyo anakutamkia, sio kwamba anatamka kwa bahati mbaya. Ni kitu ambacho ni ukweli kabisa. Kwa hiyo mwanamke anapokasirika huwa ni mtu ambaye anashindwa kuendelea kuficha uongo ndani yake. Ukweli wa mwanamke huwa unafunuka pale anapokuwa na hasira. Kwa sababu sisi wanawake tunapokuwa na hasira huwa tunapenda kutoa mambo ambayo yako ndani yetu. Kwa hiyo chochote utakachokisikia nimekitoa, na sio kinatoka mara moja, ni mara kwa mara. Usije ukafikiri kwamba hicho kitu huwa kinatoka kwa bahati mbaya. Huo ni ukweli kabisa. Nakwambia ukweli kabisa. Na wanaume wengi ndio maana mmeishi kwenye maisha ya kuvumilia red flags kutoka kwa wake zenu, mkiamini kwamba pengine ni kweli anaongea kwa hasira, lakini mwisho wa siku hivyo vitu ukaja kushuhudia vimetokea. Kama ni ndoa yako kuvunjika, kweli ilikuja kuvunjika. Kama ni mke wako kugangana mgawane kila kitu, kweli ilikukuta. Kama ni kutoroka kutokomea kusikojulikana, kweli ilitokea. Kuhusu utu wa ndani, ukashuhudia mke wako akikusaliti, yani ulikuja kukamata usaliti kwa mkeo, ndio ukajua kwamba kumbe yale maneno aliyokuwa anaongea yana ukweli. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Mwanamke asije akakudanganya chochote kipindi anapokuwa na hasira. Kuwa makini sana.